Kwa majina yangu ni Amos Makalo, ndio area MCA wa eneo ya Kasigau. Na kusema ukweli tumekuwa na changamoto ya tuseme ni conflict ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda sasa. Tuko na conflict ya kawaida human wildlife conflict, na pia kumekuwa na conflict ya hawa wafugaji wa kuhamahama ambao baada ya mvua kunyesha basi wameweza kuleta mifugo yao kwa wingi sana. Mifugo hiyo imezidi zaidi ya maelfu ambayo imekuwa sasa inachunga katika maeneo ambayo wananchi wanalima. Na katika huo mchakato wote huo pia imesababisha kwamba wale ndovu ambao pia wanapatikana katika maeneo hayo wananyang'anyana chakula pamoja na mifugo hayo na ng'ombe, basi uhasama umeongezeka zaidi. Manake hivi tu majuzi kuna watu wamepoteza maisha yao, kuna kama watu 3 chini ya wiki 2 tu. Kuna watu 3 hivyo wamepata kuuliwa ama wamepoteza maisha yao kwa sababu ya kuuliwa na wanyama hawa ndovu. Na zaidi ya hivyo pia machakula kingi sana kimeharibiwa na ndovu pamoja na hizo mifugo. Ninavyoongea zile mahali kulikuwa tumechimba zile shilanga za maji, tayari nyingi zimekauka kwa sababu ng'ombe hizo zimekunywa maji kwa wingi ni mingi. Tayari maji hayo yamesababisha sasa ndovu wanakuwa merenda kwa mashamba ya wananchi. Na kwa kusema ukweli nashangaa sana, mimi ni kiongozi ndio, lakini pia sijapata support sana ya wale viongozi wengine ambao wanatakana watusaidie kupunguza changamoto hii. Sijaona nguvu ya administration, sijaona nguvu ya wale viongozi wengine. Sijui itafika mahali ndio watu waanze kupoteza maisha, labda ndio tutaona watu wakija kesho. Nimejaribu kuwasiliana na ofisi husika wanisaidie kupunguza changamoto hii ili angalau wale wanastahili kuenda kulisha mifugo yao. Kuna mahali tayari palitengwa kwa sababu ya kuchunga mifugo. Kuna ranches ziko za kutosha. Mbona leo hii ng'ombe zije kwa wingi? Si eti tuko na shida na wageni na kabila zingine. Tunaishi sana ndugu zetu wa Somali, tunaishi nao hapa Kasigau kwa wingi. Hata ninavyoongea hapa Bungule kuna Wasomali wengi. Wengine wamejenga manyumba yao, wanaishi na wananchi hapa na tunaishi kwa amani. Na mifugo yao wanafuga kule porini, kule kwa ranches, na wanakuja huku madukani na kwa area ya wananchi kununua maji, kununua chakula, na wanaishi huku na wananchi. Lakini kuna watu wamekuja tu sasa wanasema sasa sisi tunaanza kufukuza wageni, tunakataa Wasomali, lakini hiyo si hali halisi. Ni kwamba hao wamekuja bila kupitia njia zinazostahili, wamekuja kulisha kwa mashamba ya watu. Wengine nataka kujua mahindi, wanaona kama nyanyasi tu yao kunonesha mfugo yao. Na tayari ninavyoongea kuna mashamba mingi ya wananchi mahindi yao imepata kuliwa na hawa ng'ombe ambao ni maelfu ya ng'ombe yanalisha hapa. Nimewashukuru DCC ameweza kuingilia pia, amesababisha kwamba sasa kufikia Jumapili tunatarajia ya kwamba mifugo zote ziwe zimeondoka katika maeneo ya wananchi. Wacha watu waende wachunge mifugo yao ranches zile ziko hapa katika maeneo yetu. Kama kuna shida ya maji basi wachukue, nimewaambia tajuni nikamwambia wachukue tena magari yaweze kusafirisha maji huko kwa sababu hao ni wanabiashara, hao ni wafugaji wenye uwezo mkubwa na wana pesa. Mbona wasiweze wanafanya biashara yao na huko wanataka kudhulumu mwananchi wa kawaida? Kwa hivyo kama kiongozi pia nakemea haya yote ambayo yametokea. Hatujakataa wageni, lakini kwa hali halisi siwezi kama kiongozi nikaana wananchi ambao wanastahili tuwatetee, basi mimea yao ambayo ingewasaidia kesho basi inaweza kuharibiwa. Basi tuna conflict ya human wildlife conflict inazidi kuongezeka zaidi, na sisi kama viongozi tunakaa kando kando tukichungulia tuone kutatokea nini, tuje tukaharibu kura kesho ama tuje tukatengeneza kwingine kesho. Lakini wananchi kwa kweli wanaumia, na challenge wale viongozi wengine wote including zile ofisi zote za serikali, administration pamoja na polisi ambao Kasigau, they should come in hand and protect the interest of wananchi, kwa sababu sasa hii mimea imeharibiwa. Hata mvua ikiendelea kunyesha, tunashukuru Mungu katika eneo hii yetu ya Kasigau mvua imenyesha vizuri sana na mimea inaendelea vizuri sana. Hata tukipata mvua nyingine wiki ijayo wanavyosema watabiri, basi huenda ikawa na uwezo mkubwa kama wale ambao chakula itakuwa iko salama salimini, basi itakuwa imeweza kuvunwa. Na pia narudisha changamoto kwa KWS ya kwamba wana jukumu na kisha kwamba wanaweka wanyama hawa katika yale maeneo tuliotengia tayari. Sivi ni hatari sana, na ni bahati mbaya ya kwamba 62% ya ardhi ya Taita Taveta iko chini ya wildlife, ya KWS, chini ya Savo. Lakini nashangaa ile ardhi kidogo tena iko nje ya Savo ndio imekuwa hapo ndio wanyama wako kwa wingi. Ndio ndovu wanashinda kwa mashamba ya wananchi. Nashangaa naona maeneo mengine watu wanatoa ndege zinakuja kufukuza ndovu, zinasukuma ndovu zinarudisha park, lakini hapa kwetu naona tu gari inapita hapa ikirusha baruti moja mbili, alafu watu wanapotea na watu wanazidi kupoteza maisha yao. Na naweza kwani wananchi wa Kasigau, niulize tu wale viongozi wengine, kwani hao wananchi wa Kasigau wako katika kiwango gani? Kama mbona kwingine ndovu inaingia asubuhi, tunaona ndege na serikali inaweka effort kurudisha ndovu wao katika maeneo yao, lakini Kasigau tunapiga nduru, tunapiga simu, tunaongea na maafisa wa KWS, tunaambia ndovu zimezidi kwa mashamba ya wananchi, lakini tunaona tu gari moja hapa, unasikia gari imeharibika, mara gari haina mafuta, mara askari ni mmoja, ndovu ziko zaidi ya 500, askari mmoja gari moja itafanya kazi gani? Sasa inasababisha kwamba inakuwa kazi
kazi ni ngumu. Sisi viongozi tunaonekana kama hatufanyi kazi ya kutosha. Wanasababisha kazi yetu inakuwa ngumu. Naomba pia KWS waweze kuchukua hatua, warudishe wanyama hawa katika maeneo yao. 62% iko chini ya SAVO. Hizi conservancies ambazo zinafanya biashara yao pia hazina capacity za kuzuia wanyama hawa. Naomba wanyama hawa warudishwe katika maeneo yao ya ile SAVO East na SAVO West, ili hizi mashamba tuko nazo kidogo tulibaki nazo ziweze kutufaa, tuweze kuzalisha chakula kama nchi zingine zinazozalisha chakula. Kasikawi ina uwezo wa kuzalisha chakula tena kwa ukubwa sana, ardhi ina rutuba ya kutosha, na tunashangaa tunapopata mvua ya kuzalisha chakula tena mwisho wake chakula kinaenda na ndovu. Na wasi KWS wakamu in action, wakuje kuondoa ndovu hawa. Watungoje zaidi maisha yapotee kwa sababu ya wanyama hawa wa pori. Wana uwezo huo na ni jukumu lao. Kwa sababu zamani wananchi walikuwa wanachukua hatua sheria mikononi, wakitoa wanyama hao kupitia hata kuwaumiza. Lakini wananchi siku hizo wameendelea kustaarabika, wanaelewa manufaa ya wanyama hawa wa pori, na hatua hiyo hatutaki kama viongozi tunawakataza wasichukue. Lakini ikifika mahali kama itabidi wachukue hatua hiyo mikononi mwao, basi sisi kama viongozi tutakosa nguvu ya kuwazuia wafanye wanavyotaka wao wananchi. Maana serikali pia imetekeleza jukumu hilo, na wakuwe tayari kwamba majukumu yale mambo yote yatakayofanyika mabaya wajukue majukumu hayo. Kama serikali hawatachukua jukumu hiyo. Asante sana, na natarajia kwamba hizo tatizo zinazopitia zitasuluhishwa kwa haraka inavyostahili.